Karibu katika sehemu hii ya tatu ya simulizi itwayo Golden Love, yani penzi la dhahabu. Mtunzi na msimuliaji ni John Donatus, ambaye waweza kumpata kwa namba ya simu ya mkononi ya 0757065155 au 0626078934 au katika mitandao ya kijamii. Usisite kutembelea chaneli yangu ya YouTube itwayo Simulizi Zetu ili uweze kupata simulizi kemkemu. Karibu katika sehemu hii ya tatu ya simulizi hii. Sehemu ya pili ilishia kesi akiwa amepokea kichapo, akichapika huku akinusurika kuunguzwa kwa petroli, huku akiachwa na watu waliojiitwa matwana baada ya kuhisi sauti za wanawake. Je, kipi kiliendelea katika sehemu ya tatu? Karibu. Wale watwana waliondoka ikiwa pona yangu, licha ya wao kujua watakuwa wamenimaliza. Wanawake walivyofika walishtuka na kuanza kubishana kuwa mimi ni mmoja wa majambazi wanaosadikika kuishi polini humo, na nyakati za usiku wanaenda mjini kubomoa na kuvunja maduka ya Wahindi na wajasiriamali wengine. Walizidi kukazia kuwa nitakuwa nimeenda kinyume na wenzangu, hivyo nimeamua kuadhibiwa na kuniacha nife. Nilikuwa na uwezo wa kuwasikia, lakini sikuwa na uwezo wa kutoa sauti. Nichezesha mguu na kujaribu kufungua mdomo na kutamka neno hapana, ambayo haikuambatana na sauti, kuashiria kile wakisemacho sio kweli. Mtihani ukawa nani angeelewa kuwa wanawake wale waliokuwa wakitafuta kuni. Mwili wangu ulizidi kutoa damu, hatimaye nguvu zilinishia. Tumsaidieni jamani, haya mengine yatajulikana huko mbeleni, aliongea mmoja wa wale wanawake na kusisitiza tena, mtazameni, damu zinamturuzika, mwili mzima umejaa damu. Katika maisha kuna muda unaweza ukasema, aliyenifanyia mabaya kamwe siwezi kumsaidia. Kama amekutwa na baya, binadamu yeyote lazima awe na roho ya ubinadamu, ndio binadamu hawezi kuwa mnyama. Wakati mabishano yakiendelea, sikuwa na uwezo tena wa kuchezesha mguu wala kusikia. Ilikuwa ni roho yangu iliyokuwa ikifanya kazi tu. Nilizinduka nikiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga inayojulikana kama Mwangaza. Pembezoni yangu alikuwepo mwanamke ambaye sikumtambua kwa wakati ule. Huyu mama alinieleza kuwa wameniokota msituni nikiwa katika hali ya uhatari, nikiwa katika hali ya kuhitaji huduma. Ndio walionitafuta usafiri wa kufikisha hospitali hapa, kumbe alikuwa akiniuguza. Sasa nilikuwa nimetundikiwa dripu 2 za maji. Pembeni yangu walikuwepo wagonjwa wawili. Alikuwepo mwanaume mwenye umri wa miaka 47, alisumbuliwa na ugonjwa wa kuvimba miguu na kupata ganzi. Alikuwa hawezi kuongea, kusimama wala kutembea, na muda mwingi alikuwa ni wa kulala. Akitaka kujisaidia aliwekewa beseni. Kilichonipa imani na faraja ni vile alivyokuwa akihudumiwa na mtoto wa kike ambaye alifahamika kwa jina la Meles. Meles alikuwa ni mrembo. Hapa nilianza kumlinganisha na Joina, mtoto wa mzee Simba. Meles nilimfariji kwa kumwambia kuwa baba yake atapona, asiwe na mawazo, badala yake aweke imani na matumaini makubwa, ili hali niliona kama namdanganya kwa hali ya baba yake. Hivi ndivyo kwa madaktari, wao wanaweza kuona hali ya mgonjwa, kupona haipo. Kamwe hawezi kukueleza wala kuwa mgonjwa wako ndivyo hawezi kupona, watakuaminisha kuwa atapona. Usiku wa manane niliamshwa na kilio kizito ndani ya ile wodi ya wanaume katika hospitali ya Mwangaza. Baba yake Meles alikuwa amefariki. Alilia kwa uchungu mpaka tone la mwisho, hali iliyomfanya yule mama aliyekuwa akiniuguza pasipo kutambua mimi nilikuwa nani. Alimfariji Meles ambaye muda mwingi alilia kuwa amempoteza mzazi wake wa mwisho na hana pa kwenda.
alimwambia kuwa yeye atakuwa mama yake mpya. Huyu mama kweli alikuwa Msamaria mwema, alionyesha moyo wa kumsaidia. Alifanya hivyo kwa kumpa namba ya simu ili aweze kumtafuta baada ya mazishi. Wakati nikitazama mwili wa baba yake Meles ukitolewa na manesi wa zamu usiku ule ule nje ya mlango, manesi walipishana kama askari poli wakiingia kwenye ile wodi. Mimi na yule mama uso kwa uso na wale polisi kutoka kituo cha kati. Na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 3 ya simulizi ya Golden Love, penzi la dhahabu. Karibu katika sehemu ya 4.